Je, ni jambo gani lililofanyika ndipo shetani akafanyika mungu wa dunia hii ama mkuu wa dunia hii? Ni jambo gani lililofanyika? Hilo ndilo swali ambalo lilikuwa tuweze kutafuta jawabu lake tujue. Ni nini haswa kilichofanyika? Shetani akachukua mamlaka haya ambayo mwanadamu alikuwa amempatia, ambayo Mungu alikuwa amempatia mwanadamu awe nayo. Shetani akaenyakua kwake. Kabla tufike pale tuchambue polepole tuweze kujua nini ambacho haswa kilifanyika. Ni kukumbuka tu mahali tulipoachia jana kwamba Mungu aliweza kumpatia mwanadamu neno ambalo lilikuwa liweze kudumisha ukuu wake katika ulimwengu. Liweze kudumisha utawala wa mwanadamu katika dunia. Mungu alimpatia mwanadamu neno. Sasa ninataka tuende katika kitabu cha Mwanzo. Nataka tusome mlango wa 3. Tutaanzia mstari wa 1, tutachambua hatua baada ya hatua, tukiendelea, tukitafuta kujua haswa ni nini ambacho kilifanyika shetani akapata mamlaka ya kutawala dunia. Wacha tuanze. Mwanzo 3 mstari wa 1. Basi nyoka alikuwa mjanja kuliko wanyama pori wote ambao Bwana Mwenyezi Mungu aliwafanya. Nyoka akamwambia mwanamke, ati Mungu alisema kamwe msile matunda ya mti wowote wa bustani? Hilo ni swali ambalo sasa shetani anamuuliza yule mwanamke. Amekuja kwa mfano wa nyoka. Aliingia ndani ya nyoka, akatumia nyoka kuweza kuongea na yule mwanamke. Amemuuliza swali ya kwamba ati Mungu alisema kamwe msile matunda ya mti wowote wa bustani. Unaona, unapotazama hapo utagundua kwamba hiyo ni changamoto ambayo shetani alikuja nayo kwa Hawa ili kutaka kujua, kupima akili yake kama kweli ana hakika ya neno ambalo Mungu alikuwa amewapatia. Ana uhakika wa neno ambalo Mungu aliwaachia. Anamuuliza ati Mungu alisema kamwe msile matunda ya mti wowote wa bustani? Wacha tusikie anajibu nini. Mwanamke akamjibu nyoka, tunaweza kula matunda ya miti iliyo katika bustani, lakini Mungu alisema kamwe msile tunda la mti ulio katikati ya bustani wala kuuguza, la sivyo mtakufa. Hilo ndilo jibu ambalo yule mwanamke alipeana. Ni hivyo Mungu alisema kweli? Anajibu na kusema kwamba, samahani kiasi tu. Jibu la mwanamke ni hili: tunaweza kula matunda ya miti iliyo katika bustani, lakini Mungu alisema kamwe msile tunda la mti ulio katikati ya bustani wala kuuguza, la sivyo mtakufa. Hilo ndilo jibu la Hawa. Unapotazama hili jibu utakuja kugundua kwamba hakukuwa na hakika ya neno ambalo Mungu alipeana. Alikuwa na uvumi. Hakukuwa na uhakika. Alikuwa anapeana uvumi wa neno ambalo Mungu alipeana. Nataka kukuuliza ewe mtu wa Mungu. Je, umekaa chini ukasoma neno la Mungu ukakuwa na uhakika nalo? Umechambua neno la Mungu ukalielewa? Ama mtu akija na changamoto unachanganyikiwa? Mtu akija kwako na uongo ya kwamba neno linasema hivi na kudanganye na unafuata pia, kwa sababu hutaki kukaa chini ukajisomea neno la Mungu ukalielewa, ukalitambua. Mtu anapokuja na uongo kidogo kisha anakutoa nje, atakuja kuambia kwamba Mungu anasema nikuuzie mafuta, Mungu anasema hivi, fanya hivi. Uongo, kwa sababu huna uhakika wa neno, inasababisha unadanganywa, inasababisha unapotezwa, kwa sababu huna uhakika
wa neno ambalo Mungu alipeana. Huyu mwanamke hakukuwa na uhakika wa neno ambalo Mungu alipeana, na nyoka alijua. Ndio sababu akaja na changamoto kwake ili kuweza kupima ufahamu wake, ili aweze kumweka chini, amwangushe. Na baada ya huyu mwanamke kumjibu hivyo, Shetani akagundua kwamba hana uhakika wa neno. Ona vile ambavyo alimwambia sasa. Lakini nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Unaona sasa? Kwa maana Mungu anajua kwamba mtakapokula tunda hilo, macho yenu yatafumbuliwa, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Unaona sasa vile Shetani amekuja akatwist lile neno, akalikunja kiasi, akaongeza pale mambo yake, akafunua mbele ya macho ya Hawa, ikafanyika kana kwamba Mungu alipeana uongo. Mungu hakusema neno vile linastahili. Shetani anakuja na uongo wake. Ndio sababu Yesu alimuita ni baba wa uongo. Alikuwa ni muongo tangia mwanzo. Amekuja na uongo wake akaongeza ndani ya neno, kwa sababu Hawa hana uhakika wa neno vile Mungu alivyolipeana. Sasa huyu anakuja na kuongeza maneno yake. Anamwambia kwamba hakika hamtakufa, na ile hali Mungu alisema vizuri, hakika siku mtakayokula tunda la mti huo mtakufa. Lakini sasa hapa anasema kwamba hamtakufa. Anasema Mungu alijua ya kwamba mtakapokula mtakuwa kama yeye. Nini kilichofanyika baada ya hapo? Baada ya yule mwanamke kupewa changamoto. Ona sasa katika mstari wa 6. Mwanamke alipotambua kwamba tunda la mti huo lilikuwa zuri kwa chakula na la kupendeza macho, tena linatamanika kwa kujipatia hekima, basi akachukua matunda yake akala, pia akampa mumewe aliyekuwa pamoja naye akala. Ndipo macho yao wote wawili yakafumbuliwa, wakajiona kwamba walikuwa uchi. Hivyo wakashona majani ya mtini wakajifunika. Unaona sasa jambo ambalo limekwisha fanyika pale. Unatazama pale mpendwa, ya kwamba sasa Shetani amekwisha waweza hao watu. Amekuja na changamoto ambayo amekuja nayo, akamtumia huyu mwanamke ambaye hakukuwa na uhakika wa lile neno vile ambavyo Mungu alipeana, alafu akalitwist, akaongeza ndani maneno yake kando na vile Mungu alivyosema. Kisha sasa macho ya huyu mwanamke Shetani akayafunua, akaona ule mti sasa ni mti mzuri kwa chakula, na tena unapendeza kwa macho. Unapendeza kwa macho. Unaona vitu ambavyo Shetani anakuja navyo. Anakuja na vitu ambavyo chakula na vitu vinavyopendeza macho, tena linatamanika kwa kujipatia hekima, basi akachukua matunda yake akala. Naona sasa mwanadamu amekwisha kiuka neno. Unakumbuka pale tukisoma mwanzo tulipoanza mada hii, tukisema ya kwamba tusiipende dunia, katika barua ya kwanza Yohana mlango wa 2 mstari wa 15 na mstari wa 16, ambapo tuliambiwa ya kwamba tusiipende dunia pamoja na mambo yaliyomo. Tukaambiwa tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Unaweza kulinganisha hayo mambo na haya maneno, jinsi ambavyo Hawa alianza kuona, jinsi ambavyo mwanamke alianza kuona sasa tamaa ya macho. Anaona chakula sasa. Anaona yale matunda yanapendeza macho.
Unaona, haya ni mambo ya shetani. Ni mambo ambayo shetani aliileta kwa mwanamke. Kumbuka mada ambayo tunazungumuza, tuko tunachambua. Tusiipende dunia. Wacha tukutane wakati ujao. Na kabla tukutane, enda tu kwa comment section uweze kucomment, useme vile ambavyo unalichukulia jambo hili, vile ambavyo umeelewa. Usikose kuungana nami tena wakati ujao. Bwana kubariki sana.